Swahili Gospel TV yo yo yo. Utakutana na watumishi Swahili Gospel TV yo yo yo. Utakutana na waimbaji Swahili Gospel TV yo yo yo. Utasikiliza mtazamaji wa Swahili Gospel TV, na hapa nipo na Mama Sala Kubuya, na leo sasa atatuweza, maana huyu ndio aliyetufanya tuwe hapa Kampala nchini Uganda. Karibu sana. Amena. Hongera. Amena. Kwanza umependeza. Asante. Hebu tuambie tamasha leo wewe umelionaje? Tamasha la leo ilipita vizuri. Ijapokuwa shetani alitafuta kujiinua, lakini tunamshukuru Mungu. Tamasha imepita vizuri kabisa, kama jinsi Mungu alivyokusudia. Tunamshukuru Mungu. Watu wote ulikuwa umeshaanza kupata na hofu kwani? Kwa kawaida yangu, kama Mungu amesha kuniambia kitu, natembeleaka kwa hiyo ambayo Mungu ameniambia. Kama jinsi tamasha ilikuwa inapita hivi, nilikuwa nimeshapata habari zamani. Mungu alikuwa amesha kuniambia, ndio kuna majaribu, lakini usiogope, mambo yatapita vizuri. Na mimi nikasimamia hapo hapo. Sikuwa na shaka, sikuwa na woga. Na miongoni mwa performance yako ya leo niliona uliimba Kiganda na watu walisherekea sana. Hebu natamani kujua, ungenipa hiyo style, ulijifunzaje hiyo lugha mpaka wote timu nzima mkaweza kuifanya kwa uzuri zaidi? Nimeishi Uganda miaka 17 na hapa tuko Uganda, na huo wimbo niliupata kwa wakati ambapo nilikuwa sijaenda bado Norway. Nilikuwa nikiimba ule wimbo na watu walikuwa wanaujua wakati nilikuwa ningali hapa. Sasa watu walikuwa wanausubiria kabisa kwa hamu, ndio maana uliona jinsi ilikuwa. Sawa. Na pia tumeona hii wimbo wa mwisho katika kumalizia tamasha lako ambao umemshirikisha Jonathan, umemshirikisha Solomon. Hebu tuzungumzie huu wimbo pia nao. Kwanza unaitwa wimbo gani? Huu wimbo unaitwa Apandaye mema atavuna mema, na apandaye mabaya atavuna mabaya. Ndio wimbo unasema. Huu wimbo tuliupata kitambo. Ndugu yangu mkubwa Solomon na Jonathan Kartagata ni wa ndugu zetu kitambo, na kabla hata hatujaoana na mume wangu. Sasa huu wimbo ni wetu wa kitambo, tulikuwa tumeshausahau. Sasa tukasema tutafanya hiyo collab tukumbuke tena. Ndio uliona. Lakini kwa kumalizia pia, unaizungumziaje management nzima ya Swahili Gospel TV? Maana ulifanya tamasha Norway na sasa hivi umefanya tamasha hapa Uganda. Swahili Gospel TV, hawa ninaoitaka wazazi wangu. Kama mimi Sara naweza kuwa Sara leo, ambaye watu wanaweza kumjua Sara hata kidogo, Swahili Gospel TV imenibeba na imenipush kabisa, imenisukuma. Swahili Gospel TV naitaka wazazi. Ninawapenda sana Swahili Gospel TV. Nawapenda sana Swahili Gospel TV. Nawapenda sana Swahili Gospel TV. Mtumishi wa Bwana Christian Bjorgen. Baba, kakaangu kipenzi, Mungu akunilindie. Na watu wote wa Swahili Gospel TV, Mungu anilindie. Mama Farida, Mungu anilindie. Mungu awafunike na damu yake kweli. Yesu Kristo awafunike na damu yake kweli. Na kufanya kazi, watu wengi tunaona kufanya kazi na mume sehemu moja, hakuna changamoto yoyote? Kwangu mimi sione changamoto. Sione kabisa changamoto. Huyo ni rafiki yangu. Hapo kuna mafundisho mengi. Kwa sababu mimi huwa ninafundisha couples. Na ninapenda kutumika na huyo baba kwa sababu tufundishe couples namna ya kuishi. Kuishi umoja. Umoja ni nguvu. Matengano ni madhaifu. Kidole kimoja kiuwake chao, lakini ikiwa mbili chao hapo kabisa atakufa.
Na kuna watu washe kuwafuata wakasema jamani, tunawapenda namna ambavyo mnashirikiana kabisa. Mimi huyo ninasema leo mbele ya Mwenyezi Mungu, tunaenda hadi kufa itatutenganisha. Amen. Kwa nini kuachana? Kwa nini? Japokuwa ni mambo madogo madogo, mnaweza tu kudiscuss, mnamaliza. Tusimpe shetani nafasi. Nimeona pia katika leo kuna binti yako ambaye ana perform. Binti yako ameanza kwa muda gani? Binti yangu ameanza kitambo na ngali mtoto mdogo sana. Ni alivutiwa yeye mwenyewe au wewe ndio alianza kwanza ndani ya Sunday school. Tukaona ana kitu ndani yake. Tukaanzisha polepole. Akafika mahali fulani nikaona vitu vinaingia ndani. Aya, tukaachililia ajifunze sasa kama yeye. Familia nzima ina upako ndani yake. Kabisa, familia nzima, watoto wangu wote wana hiyo kitu ndani. Kwa ajili ya mashabiki wangu wapenzi, vipenzi vya moyo wa Sara, Mungu awabariki tu. Mungu aendelee kuwabariki na muendelee kunifuatilia sana na msubscribe tu kwa channel yetu ya Swahili Gospel TV. Hapo utanipata sana. Mungu awabariki. Nawapenda sana sana sana. Amen. Amen, amen. Asante mtazamaji wa Swahili Gospel TV, na huyu aliyetoka kuzungumza hapa anaitwa Mama Sala Kubuya. Huyu ndio aliyetufanya tuwepo hapa Kampala. Swahili Gospel TV yo yo yo. Utakutana na watumishi. Swahili Gospel TV yo yo yo. Utakutana na waimbaji. Swahili Gospel TV yo yo yo. Utasikiliza